Mwambie Jehova, mwambie hakuna Mungu kama yeye. Hakuna na yako mafuta, ziko nguvu zimeachiliwa kwa ajili yako, kwa ajili ya mahitaji yako, kwa ajili ya nguvu yako ndani yako. Pokea sawasawa na mahitaji yako kwa jina la Yesu. Waadhimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele, kwa sababu anastahili. Anastahili heshima, anastahili kuinuliwa, anastahili kutukuzwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kama unayo furaha asubuhi ya leo, mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi yenye nguvu, kwa sababu anastahili sifa na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu, ni mtakatifu. Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kukusalimu katika jina la mtakatifu Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naweza nisieleweke vizuri, lakini ni Mungu mwenyewe alisema tumuumbe huyu mtu kwa sura na mfano wa Mungu mwenyewe. Sasa unapomchukia jirani yako, yule uliye naye karibu, unapomchukia ndugu yako, unamchukia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Mungu mpango wake haujawahi kubadilika. Toka aliposema na tumuumbe huyu mwanadamu kwa sura na mfano wetu, bado mpango wa Mungu ulibaki pale pale, haujawahi kubadilika. Huyu mwanadamu akawa na sura ya tofauti. Kwa hiyo bado huyu mwanadamu, mimi na wewe, bado ni sura ya Mungu halisi. Mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya. Lakini kuna shida iliingia baada ya kumuumba huyu mwanadamu. Pale katika ile bustani ya Edeni, huyu mwanadamu akamuasi Mungu. Kwa hiyo mwanadamu alipomuasi Mungu, akapoteza ile sura na mfano wa Mungu. Akapoteza ule umiliki wa sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akaghadhabika. Akaanza mpango mwingine wa kuhakikisha huyu mwanadamu aliyemtengeneza kwa sura na mfano wake asipotee wala asiangamie. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tunaambiwa sisi, Biblia neno linasema sisi tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Dhambi iliingia pale katika bustani ya Edeni kwa mtu mmoja, Adamu, lakini ikatapakaa ulimwenguni pote. Kila anayezaliwa ni mwenye dhambi machoni pa Mungu. Lakini Mungu akafanya mpango wa kumwokoa huyu mwanadamu. Tumeokolewa kwa neema ni kwa sababu si kwa matakwa yetu, si kwa mapenzi yetu. Sio kwamba sisi tulipeleka maombi mbele za Mungu za kumwambia Mungu tunahitaji kuokolewa. Ni yeye mwenyewe alianzisha mradi wa kumwokoa huyu mwanadamu. Haleluya, 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 haleluya. Hebu mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele, kwa sababu anastahili sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpango wa Mungu haujawahi kubadilika. Toka alipomuumba huyu mwanadamu, akamweka kwenye bustani ya Edeni, akaishi. Mwanadamu akaanguka dhambini, akapoteza ule uasili au ile sura na mfano wa Mungu. Lakini kilichofanyika katika ile bustani ya Edeni, huyu mwanadamu kwa kusikiliza sauti ya Ibilisi akapoteza uasili ambao Mungu alitupa. Kwa hiyo nini kilitokea? Dhambi ikaingia, ikatutenga, ikatoa katika ushirika tuliokuwa nao.
Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Mungu aliandaa mazingira kabla ya wewe hujaja hapa duniani. Mungu alikwisha kuandaa mazingira yako. Mungu alikwisha kuandaa njia yako. Mungu alikwisha kuandaa mpenyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo asili hiyo haikupotea. Haikupotea. Mungu kwa neema yake akamtafuta huyu mwanadamu. Ndipo maandiko yanatuambia tumeokolewa kwa nini? Kwa neema. Kwa hiyo tulipookolewa kwa neema, kile kilichokuwa kimeibiwa, kilichokuwa kimepokonywa na yule adui, Bwana Yesu asifiwe sana, kikarejeshwa tena. Hebu mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Ule uwezo wa kumiliki na kutawala uliokuwa umeondolewa na Ibilisi, hofu ikaingia kwa mwanadamu. Hawezi kumiliki, hawezi kutawala, hawezi kufanya chochote. Mauti nayo ikaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwanadamu akawa hana cha kufanya. Lakini ahidimiwe Baba yetu aliyetupenda kwa pendo kubwa sana, hata akamtoa mwanawe wa pekee awe dhabihu kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu, akamtuma kwa ajili yako. Ndiyo maana leo wewe uko mahali hapa, kwa sababu dhambi zako zilikwisha pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Saidie kumwambia jirani yako Bwana Yesu asifiwe. Mwazimishe Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele, kwa sababu anastahili sifa na utukufu. Anastahili sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie sasa Biblia zetu. Tufunue Biblia zetu. Mahali ulipofungua Biblia yako. Tuangalie sisi baada ya kuwa tumerejeshewa ile hadhi yetu, tumerejeshewa sehemu yetu ambayo Mungu alitupa hapo awali. Tulifanana na nini? Tukawa watu gani? Haleluya, haleluya. Yaani kwa maana nyingine, wewe ambaye tayari umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umeokoka, una roho wa Mungu ndani yako, una uzima wa Mungu ndani yako. Wewe ni nani sasa? Baada ya Mungu mwenyewe kumtoa Yesu Kristo kwa ajili yako na mimi, ili tukombolewe, ili tuwe na uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sisi ni akina nani? Wakorinto wa pili sura ile ya 5. Wakorinto wa pili sura ile ya 5 na mstari wa 17. Bwana Yesu asifiwe sana. Tayari tunao wokovu, tayari tumeokolewa. Sasa neno linasema nini? Neno linasema hivi: hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Imekuwa baada ya wewe kupokea wokovu, ulivyokolewa kwa neema, wewe umebadilishwa. Hauna tena asili ya Adamu wa kale wa kwenye ile bustani ya Eden, kwa sababu asili ya Adamu yule wa kwenye bustani
alimkosea Mungu, akapoteza uhusiano wake na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akaja kwa pendo lake kukutafuta wewe. Halafu wewe, Mungu anasema ya kale hayo ya kwenye bustani ya Edeni, laana zilizotokea, vitu vyote vya kale, mateso, magonjwa, laana, misiba, aibu, umaskini, vitu vyote vya kale anasema vilikoma baada ya sisi kuokoka. Kwa hiyo tukarejeshewa uhusiano wetu, uungu wetu ambao Mungu alitupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Petro wa pili mahali fulani anasema kwamba sisi alitupa ushirika wa uungu, yaani alitushirikisha uungu wake. Haleluya. Ametushirikisha uungu wake. Kwa hiyo kile alichoshirikisha mwanzoni tukapotea, akaja kutukomboa, akatulejeshea, tukawa kiumbe kipya kisichoshindwa sasa. Adamu wa kale alishindwa pale katika bustani ya Edeni, lakini wewe ambaye umezaliwa upya, kiumbe kipya sasa, wewe si wa kushindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mshindi siku zote, kwa sababu ni kiumbe kipya. Haleluya, haleluya. Mungu amekupa roho wake, roho wa Yesu Kristo. Roho wa Kristo anakaa ndani yako, nguvu zake zinakaa ndani yako. Kwa hiyo wewe si wa kushindwa tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Tuangalie Biblia. Hebu tuangalie ile Petro wa pili. Petro wa pili. Waraka wa pili wa Petro sura ile ya kwanza na mlango na sura ile ya kwanza na mstari ule wa 4. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika? Amen. Amen. Nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametukirimia vitu vya thamani sana, kitu cha thamani sana, kutushirikisha uungu, sehemu ya uungu wake alionao yeye Mungu. Ametushirikisha ndani yetu, ametupa roho wake ndani yetu, ametushirikisha. Kwa hiyo ni thamani kubwa sana ambayo inatupa sisi kushinda katika dunia tulionayo. Hatuhitaji kuwa na hofu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Amen. Naomba tuangalie tunahitaji nini sasa? Kwamba tunahitaji nini? Sawa, Yesu alikufa pale msalabani kwa ajili yako. Tumerejeshewa uungu ndani yetu. Tunaye roho wa Kristo ndani yetu. Tunao uzima wa Mungu ndani yetu. Tunazo nguvu za Mungu ndani yetu. Tunao ushindi ndani yetu. Tunayo mamlaka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji nini sasa ili kupiga hatua? Tunahitaji nini ili kupiga hatua? Mwambie jirani yako, mgeukie, mwambie jirani yako kwamba unahitaji imani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kule nyuma sijaona kama kuna watu kadha wakaza hawajaambiana. Sasa mimi nimekaza macho kule nyuma, narudia tena. Mwambie jirani yako kwamba unahitaji imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazo nguvu tayari. Tunaye Roho wa Kristo ndani yetu. Yupo ndani yetu. Tunazo nguvu za Mungu ndani yetu. Kwa hiyo tunayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Neno la Mungu linasema hivyo, si ndio? Sasa tunahitaji kifaa, tunahitaji silaha nyingine ya kupokelea hii tunachokihitaji, cha kupokelea kile tunachokihitaji katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrania 11. Ibrania 11 na ule mstari wa kwanza. Haleluya. Biblia inasema, tumefika sote? Amen. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbe imani tofasili yake nyepesi kabisa. Hebu sema nyepesi kabisa. Ni uhakika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kuwa na uhakika. Je, unao uhakika? Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe uhakika ni tatizo kubwa. Ndio maana unakuwa na Roho wa Mungu naye ndani yako. Umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini ukipungukiwa imani ni tatizo kubwa. Unakuwa hauna chombo cha kupokea baraka ambazo Mungu amekuahidia katika maisha yako. Kupokea muujiza unahitaji imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kupokea chochote kile mbele za Mungu kuna kuhitaji uwe na imani. Umebatizwa? Sawa. Umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu? Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaimba vizuri? Sawa. Unahudumu vizuri? Sawa. Lakini kama ukipungukiwa na imani, uwe na uhakika hauna chombo cha kupokea baraka ambazo Mungu amekuwekea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana, ambayo hayaonekani yanawekwa kuwa bayana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, 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 haleluya. Niombe tufungue Biblia zetu tumuone mtumishi mmoja wa Mungu. Fungua kitabu cha Ezekieli 37. Ezekieli sura ile ya 37. Nikuombe tu ufunue Biblia yako, halafu tusome mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Mstari wa kwanza hadi ule wa 14. Nitasoma. Halo. Amen. Tasoma katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde,
nalo limejaa mifupa. Akanitisha karibu nayo pande zote, akanitazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikayajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 4. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kufunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, akuambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukampuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama ilivyo niamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. 11. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekataliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamuona nabii huyu Ezekieli wakati anaoneshwa maono haya alikuwa utumwani. Miaka fulani ya huko nyuma sana, taifa la Israeli lilivamiwa, watu wake wakapelekwa utumwani. Sasa Ezekieli ni mmoja kati ya wale mateka waliotekwa kupelekwa utumwani. Walitekwa kule Babeloni. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakapelekwa kule Babeloni. Alikuwa ni mateka wa awamu ya pili. Kule tunawasoma wakina Shadrach, Abednego na nani mwingine? Meshaki. Ndiyo. Nao walikwenda kule. Kwa sababu Nebukadneza wakati anakuja kuiteka ile nchi ya Israeli, alikuwa anatafuta watu ambao anaweza akawafundisha, kwa sababu walionekana wale wa Israeli wana ufahamu mzuri
wakifundishwa wanaweza wakawa hodari sana. Kwa hiyo akatafuta watu wenye maarifa, akawachukua akawapeleka kule, akaenda akawabatiza majina. Bwana Yesu asifiwe sana, na kuanza kuwafundisha mambo yao ya kule. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Ezekieli alikuwa kule, wamekaa utumwani zaidi ya miaka 200 wakiwa utumwani. Haleluya. Kwa hiyo wakakata tamaa, wakawa hawana matumaini ya kurudi kwao. Haleluya. Wamekata tamaa juu ya maisha yao na hatima ya nchi yao, hatima ya watoto wao, hatima ya chochote, yaani wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukua picha ya mtu ambaye anatumikishwa, mtu mtumwa, hana uhuru, hana matumaini, anafanya kile kinachoamriwa na bwana wake. Kwa hiyo hao watu wamekaa kule wakitumikishwa. Ezekieli alikuwa mwaminifu mbele za Mungu, kwa hiyo alikuwa akimuomba Mungu mara kwa mara. Ndipo Mungu akamtokea, akampeleka mahali fulani, akamchukua katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yalikuwa ni maono aliyooneshwa Ezekieli na Mungu juu ya wana wa Israeli walioko utumwani Babeli.